Amen. Watumishi wa Mungu, ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya uaminifu wake. Ametupa tena kuiona siku nyingine, siku ya baraka kabisa, Alhamis, siku ya tatu ya maombi yetu ya rehema. Kwa wale ambao wamefuatilia voice note, nina imani kwamba kuna vitu vikubwa sana ambavyo Mungu amekuwa akizungumza na nyie, lakini namshukuru Mungu kwa sababu ya shuhuda ambazo nimeendelea kuzipata kutoka kule mkoa wa Mara, kwa namna ambavyo Mungu anazidi kuwahudumia watu wake. Basi kabla sijaendelea na ujumbe wa neno la Bwana, acha tuweze kumwomba Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme wa amani, Baba, ninakushukuru kwa kunipa neema na kibali niweze kuzungumza na watoto wako kutoka maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Bwana, ninaomba unitangulie na neema yako inifunike na uwepo wako uwe pamoja na mimi kwa ajili ya utukufu wa kwako. Yale maneno yako yakawe nuru na taa kwenye mioyo ya watoto wako. Ninaomba rehema na masamaha Bwana kwa uovu wowote, kwa jambo lolote ambalo Bwana tumeenda kinyume na mapenzi yako. Rehema zako ziwe juu yetu, ili Bwana ufungue na akili zetu tuweze kula na maandiko, katika jina la Yesu, amen. Watumishi wa Mungu, tumekuwa na maombi ya rehema kifamilia, na tunapofanya maombi tukihusisha familia, maana yake kuna vita kubwa sana katika ulimwengu wa roho, kwa sababu familia nyingi zimefanya mitambiko. Familia nyingi, kuna madhabahu ambazo zimekuwa zinaoperate kwenye maisha ya hizo familia. Kwa hiyo unapoanza hatua ya kimaombi, haswa maombi ya rehema, vita inakuwa sio ya kawaida. So leo ninataka tuone umuhimu wa maombi ya rehema na nguvu zake. Leo siku ya tatu, umuhimu wa maombi ya rehema na nguvu zake. Leo siku ya tatu. Nilizungumza jana nikasema kwamba vita inapoinuka kwenye familia, katika ulimwengu wa roho, maandiko yanasema kupigana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Na jana nilizungumza nikasema falme na mamlaka maana yake ni madhabahu za kifamilia, aidha ibada za miungu zilizofanyika, au familia, baadhi ya watu walioenda kwa waganga wa kienyeji. Na unajua kama kuna ishu ya mitambiko, maana yake panakuwa na kuhani wa hiyo mitambiko. Kama kuna kuhani, maana yake kuna orodha ya majina ya watu wa hiyo familia. Kwa hiyo mimi ni Mtui, inawezekana mwingine ni Ringo, inawezekana mwingine ni Limo. Katika ulimwengu wa roho, ile mitambiko inakuwa na mamlaka. So unapotaka kuinuka, aidha kuomba au kufanya kitu chochote cha kiroho, ile mamlaka inashindana. Ndipo sasa utaona watu wengi anapenda kuomba lakini hawezi kuomba, anapenda kusoma neno lakini anapata upinzani mkubwa sana. Ndipo sasa utaona Paulo anasema kwenye kitabu cha Warumi ile 7:15, lile nilitakalo kufanya ninashindwa, lile nisilotaka kufanya ndilo nalolifanya. Lakini akasema ni kwa sababu ya ile dhambi ambayo ipo ndani yangu. Sasa leo ninataka tuone kitabu cha Matendo ya Mitume 3:19. Matendo ya Mitume 3:19, nasoma kwa msaada wa Bwana. Maandiko nayo yanasema hivi: tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi huwa wanafanya maombi ya rehema. Sasa nataka nikufunze kitu cha msingi sana. Kabla mtu hujaanza kufanya maombi ya rehema, lazima uweze kujua kosa ulilolifanya. Unapolifahamu kosa ulilolifanya, maana yake katika ulimwengu wa roho utaanza kujuta, nafsi itaanza kuhangaika. Hapa anasema tubu na mrejee. Kwa nini anasema kurejea? Maana yake uovu unapofanyika unawatoa watu kwenye nafasi. Uovu unapofanyika unamtoa mtu kwenye nafasi, na kama kuna uovu maana yake kuna hukumu. Sasa anaposema tubu na mrejee, mara nyingi watu wengi wamekuwa wanafanya maombi ya toba, lakini hawaoni mabadiliko. Ni kwa sababu gani hawaoni mabadiliko? Ni pale ambapo ndani ya nafsi yako hujajuta na haujataka kuacha ile dhambi kabla ya kuingia kwenye maombi. Naomba nirudie tena. Kabla ya kufanya maombi ya toba, lazima ujute juu ya ule uovu, alafu ndani yako usikie kuacha ule uovu. Ndiposa uende kwenye maombi
ya toba, na hiyo utaiona kwenye Nyakati wa Pili 7:14 anaposema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekeza na kuomba na kuacha njia zao mbaya, maandiko anasema Mungu atasikia. Kwa hiyo hatuombi tu, kuna kile kilichoko pale mbele, kuacha zile njia zetu mbaya. Lakini jana nilizungumza nikasema kwamba ni kwa nini tunatubu siku 20? Kwa nini tusitubu siku moja na tukawa tumemaliza maombi yetu? Nilizungumza jana nikasema kwamba unapoendelea na maombi ya toba, unaruhusu roho ya toba kwenye familia. So unajikuta una kaka yako, unajikuta una mdogo wako, unajikuta mtu wa ukoo, ghafla anasikia tu kuanza kufanya maombi ya toba. Ni kwa nini anasikia kuanza maombi ya toba? Ni kwa sababu kuna mtu amesimama, sawa sawa na kitabu kile cha Ezekiel 22:30. Maandiko anasema nikatafuta mtu miongoni mwao ambaye atasimama. Na usisahau, wewe unayefanya haya maombi, maana yake wewe ni mtu ambao umesimama kwenye familia. So unapofanya haya maombi, leo ni siku yetu ya 3 ya maombi ya rehema, maana yake tunaruhusu roho ya toba kwenye familia. Roho ya toba ikisha kuwepo kwenye familia, ndiposa Biblia inasema mtarejea. Kuna watu wamepoteza nafasi zao, kuna watu wamepoteza nafasi ya kuolewa, kuna watu wamepoteza nafasi ya kuoa, kuna watu wamepoteza nafasi kama Gideon. Niliwahi fundisha kwenye voice note za nyuma, nikasema Gideon alikuwa akipepeta ngano. Malaika alipomtokea chini ya mwaloni, palikuwa na kivuli, akamwambia ewe shujaa, enenda na uwezo wako huu ukaokoa Israeli. So utaona sasa yuko anapepeta ngano, lakini ndani yake ana neema ya kuokoa Israeli yote. Ni kama leo tuseme una neema ya kuokoa ukoo wenu wote, una neema ya kuokoa Tanzania. So katika ulimwengu wa roho, zile madhabahu zinapokuwa na uhalali, maanake zinatutoa kwenye nafasi ya baraka zetu. Nilishawahi kusema, unaweza kana unafanya biashara na unaona unapata faida, lakini hiyo faida unayoipata haiko kwenye kanuni au haiko kwenye agano la Mungu, kwa sababu viwango vyako sio hapo ulipo. So katika ulimwengu wa roho pakiwepo na madhabahu zinazoshindana na sisi, maanake tunafanya vitu nje ya kiwango. So tunapofanya toba sasa, maanake rehema za Mungu zinaachiliwa, fadhili za Mungu zinaachiliwa. Utaanza kusikia wepesi kwenye ulimwengu wa roho, utaanza kusikia kiu ya kulisoma neno, kiu ya kukaa kwenye maombi. Kuna namna tu mazingira yako yataanza kubadilika. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, watumishi wa Mungu, ninaamini leo ni siku ya 3. Kama unafuatilia mafundisho, kuna kitu kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Pamoja kuna wengine ambao wamekuwa na vita, lakini naomba nikuhakikishie Mungu ni mwaminifu sana na Mungu anatenda. Shalom, shalom. Neema ya Bwana ikufunike na dakika hizi chache ambazo utanitazama. Amen.